Unaitwa nani mami? Mimi naitwa Gladys Ndanu. Ndanu, ushuhuda ni mgani? Mimi nina ushuhuda mbili. Ya kwanza? Moja, niko na beste yangu. Beste? Ya, rafiki yangu sana. Rafiki? Mwanaume, mwanamke? Mwanamke. Alikuwa mjamzito. Alikuwa anaenda kliniki. Alikuwa ameambiwa mtoto anakaa vibaya. Siku ya kujifungua nikamchukua na marafiki zingine hapo kwa kijiji tukampeleka. Vile tulienda akafanyiwa tena asile venye madaktari wanashikashika, akaambiwa mtoto anakuja na matako. Aya. So kichwa ilikuwa kwa mfupa. Kichwa? Kwa mfupa? So nikaita daktari nikamwambia kwa nini usitupindulie mtoto hata akuje na kichwa? Akasema iwezekani, lazima tumpe transfer tumpeleke Kayole. Tukamwambia daktari fanya kitu. Akasema iwezekani. So mimi nilikuwa hapo nimechanganyikiwa najaribu kujiuliza nini. So huyo besti yangu akasema nipatieni simu yangu haraka nipigie Prophet. Nikamuuliza unapigia nani wewe? Sasa hivi wenye unaumwa unahangaika huko unalia unakufa. Akasema napigia Prophet Mololo. Akachukua simu. Akaenda kando akakupigia. Habari ya leo? Nzuri sana Prophet. Tunaongea na nani? Tunaongea na Anita. Uko wapi Anita? Lunga. Haya, nikuombee nini? Uniombee niko leba. Uko leba? Niliambia mtoto anakuja na nini na matako. Mtoto anakuja na? Anakuja na nyuma. Mtoto anakuja na nyuma? Uko kwa hospitali saa hii? Uko hospitali saa hii? Wanataka kunipea ribaro. Unaniona kwa TV? Niko siya kuna mali na kuona. Namba umetoa wapi? Namba niko nayo. Mimi mwenye nakujanga huduma mwenye akona niko mwenye nakujanga huduma ni mimi. Thursday. Okay. Wacha nikuombee saa hii mtoto angeuke, sawa? Wacha nimngeuze. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninangeuza mtoto huyu sasa hivi. Madaktari wanasema kwamba anakuja na nyuma. Na mgeuza katika jina la Yesu Kristo. Jina ambalo linapita majina yote. Sasa nimemshika, ninamgeuza kwa jina la Yesu Kristo. Namgeuza kwa jina la Yesu. Now, na uzaliwe usiku wa leo kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Unasikiaje? Uchungu nasikia ikisimama. Uchungu ime? Ndio hiyo. Ndio hiyo inakuja. Nini? Uchungu. Sasa nimengeuza mtoto uzae, sawa? Amen. Haya. Sijui ulifanya nini, sijui nini. Ulimuombea, azim sijui. Kichwa nikakuja. Makofi mazuri kwa Yesu. So, vile ulimuombea, nikamwambia acha nikimbilie nguo kwa nyumba, kama itakuwa ni imesindikana, sasa tukupeleke Kayole. Mimi sina harakati ya kukimbia kwa nyumba, nikapitana na ambulance hapa Kana. Ikimwendea sasa. Nikasema, Mungu wangu, sasa mimi nitafanya nini? Ni mimi na yeye kwa plot ama beshte zake wanasema hawezi enda na yeye. Niko na mtoto, nitaacha mtoto na nani? Nikamwambia vile sasa nimetoka kwa nyumba nimeleta nguo, ambulance ikafika. Vile ambulance ilifika, si madaktari wakasema acha kwanza panda kwa kitanda tukuangalie. Vile tu walipanda kwa kitanda. Nilianza kusikia push, nikashindwa kwani mtoto push. Hallelujah. Akajifungua. After 1 hour alikuwa na mtoto. Amen. Yaani vile alijifungua hivi, nilisema Mungu wa Mololo. Sasa wakati nasema Mungu wa Mololo, wakaanza kuniambia eti si Mololo. Nikawaambia Mololo ameomba huyo mtoto amegeuka na akajifungua. Makofi mazuri kwa Yesu. Ushuhuda wa pili, juzi mtoto wangu amekuwa mgonjwa.
hizi tonsils zimekuwa zimeshikana. Na hiyo ugonjwa imesumbua mtoto mpaka ametibiwa matu level 4. Juzi nikaenda hospitali, nikapewa madawa. Kurudi kwa nyumba, nikauliza, sasa huo mtoto tena ananirudisha tena huko penye nilikuwa. Nikasema sirudi tena. Kama Mungu aligeuza mtoto wa rafiki yangu, naye mtoto wangu anapona kwa jina la Yesu. Kichwa ikiwa kwa mfupa. Mtoto wangu akapona, sasa ako sawa kabisa. Amen. Mimi naambia Mungu asante, shukran kabisa. Yaani sijui hata moyo wangu una furaha gani kwako. Amen. Kama uko na imani, we shuhudia. Tunawaangalia venye watu wanashuhudia, venye watu wanaombewa wanapona, na karibu pia wewe ukiamini utapona kabisa. Amen. Tumpe Yesu sadaka ya makofi mazuri. Shuhuda yako ndio nguvu ya ministry hii.